Unajua Mungu anaweza kubadili hali yako, kubadili na mazingira yako dakika moja tu. Yule mtu kwa Gerasi, maandiko yatuambii kama alikuwa ni mtu anayesali sana, haituambii, lakini ndani yake tunachoweza kujifunza alikuwa na kitu kikubwa sana. Ukisoma maandiko matakatifu wanasema Yesu alipokuwa anasema na yule mtu wa Gerasi, wao wenyewe yale mapepo yaliyokuwa ndani yakasema na Yesu. Alafu Yesu akawauliza juu yao, yale mapepo wakasema tuko wengi, legion. Nini manake? Unajua wakati mwingine kile kinachokusumbua, matatizo magumu yanayokusumbua, maumivu yanayokusumbua, wakati mwingine yanaweza kujaribu kusema na wewe. Wakasema hii ni pressure, wakasema hii ni kisukari, akasema hii ni HIV, akasema, alafu unasikiliza ile sauti. Sauti inakuja kama nini? Inakuja kama kitisho. Bwana asifiwe sana. Anakuambia ugonjwa wa siku nyingi. Wewe mtu wa Gerasi, miaka 38 hujapokea neema yote. Sasa yale mapepo yanajaribu kumwambia Yesu kwamba tuko wengi. Kwa Yesu hata kama wako wengi, alafu Yesu hakusema na wale mapepo kwa muda mrefu. Alipokuwa anasema nao, alisema kwa dakika chache sana. Mambo ambayo yamemsumbua huyu mtu miaka 38 yalitoka dakika chache sana. Mungu anaweza kufanya na kwako. Mungu anaweza kuondoa tatizo kwa mwanao. Mungu akaondoa tatizo kwa mume wako. Usiangalie kwamba huyu ni mlevi, usiangalie kwamba huyu ni mzinzi, usiangalie kwamba huyu pengine anaharibu familia. Kuna kitu kikubwa kiko ndani yake. Wengi watuangalie nyuma ya tatizo kuna nini. Injili ya Luka ile sura ya 11, angalia ule mstari wa 14. Anasema naye alikuwa akifanya nini? Akitoa pepo bubu. Ikawa pepo alipotoka, bubu akafanya nini? Akanena. Alafu makutano wakastaajabu. Kwa nini walistaajabu? Wao watu inawezekana yule bubu walishambatiza na majina, hawakuona nyuma ya ububu kuna pepo nini? Kuna pepo bubu. Unajua wakati mwingine unaweza ukashughulika na mtoto wako, ukashughulika na binti yako, ukashughulika na mume wako, ukashughulika na mke wako, alafu usione nyuma ya tatizo la kiburi, tatizo la jeuri, tatizo sio la uzinzi, la ulevi, tatizo la kutumia madawa ya kulevya. Nyuma yake kuna nini? Nyuma ya ile tatizo kuna nguvu inayosukuma tatizo. Bwana asifiwe. Sio kama naeleweka kwenye Injili. Wengi we don't dig into, yani kujiongeza kidogo kwenye tatizo la mtu. Hautaanza kumsema vibaya mtu, lakini utaanza kumuonea huruma kwenye tatizo analopitia. Sababu kuna vitu vingine vinaingia kwa watu ili kuzuia hatima yao, ili kuzuia malengo yao, ili kuzuia maono yao. Mungu anapoweka kusudi ndani ya mtu, na shetani anapanda kusudi hapo hapo. Bwana asifiwe sana. Sasa Yesu anasema naye alikuwa akitoa nini? Pepo bubu. Pepo lilipotoka, alafu ndio bubu akaongea. Biblia inasema alikaa kwa miaka mingapi? Sasa ukimtafsiri ni kwamba huyu mtu kwenye familia yake watakuwa walikuwa wanasema huyu ni bubu. Bwana asifiwe sana. Kwenye shule alikokuwa anasoma wanasema huyu msimsaidie ni nani? Ni bubu. Inawezekana hata kanisani wanasema ni nani? Ni bubu. Bwana asifiwe. Petro na Yohana kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 3 anasema wakaenda hekaluni saa 9 kwenda kusali. Alafu wakafika, wakiwa kwenye hekalu wanaingia kusali, kuna mwamba mmoja alikuwa amekaa nje hekalu. Si unajua hilo neno Alafu huyu mwamba kama ilivyokuwa Batimayo mwana wa Timayo, Biblia inasema alikuwa anaomba sadaka. Yuko wapi? Yuko hekaluni. Miamba wanaombeba kutoka nyumbani. Huyu alikuwa ni kiwete tangu kuzaliwa. Wanamchukua wanampeleka mpaka hekaluni. Maandiko matakatifu anasema huyu mwamba haingii kwenye hekalu, anakaa nje anaomba sadaka. Wako watu wengi wanapitia kwenye hiyo hali. Wale ambao wanawatumikisha, wale ambao wanawabeba kutoka hatua nyingine kwenda hatua nyingine, wanatamani wawasaidie wao waendelee, lakini wao waendelee kubaki pale pale. Bwana asifiwe sana. Sasa yule mtu aliyekuwa naomba sadaka kwenye yule mlango wa hekalu, unaitwa hekalu mzuri. Wengi tuko hapo, unaweza ukawa unafika kanisani miaka ya kutosha, lakini ile neema ya Mungu haiko pamoja na wewe. Anasema huyu jamaa anaomba sadaka. Anapomuona Petro na Yohana, akujua kwamba hawa ni watumishi wa Bwana. Kwa sababu nini? Roho ya mateso huwa inafunga nguvu ya kutokuona kile ambacho Mungu angeweza kukuonyesha wakati mmoja. Yule bwana anaomba sadaka. Biblia inasema Petro akamwambia tukazie macho sisi. Bwana asifiwe sana. Kwa nini wakazie macho? Alikuwa anajua kwamba tatizo la yule jamaa halikuwa ni uchumi.
Bwana asifiwe. Tatizo la yule jamaa kiwete, maandiko yanasema alikuwa kiwete tangu kuzaliwa. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 22, wanasema alikuwa na miaka zaidi ya 40. Miaka 40 zaidi maana nini? Yesu alikuwa na miaka 33. Alihubiri injili miaka 3 tu akaenda mbinguni. Kwa hiyo yule jamaa alikuwepo kabla ya Yesu Kristo. Sijui kama naeleweka injili hiyo. Lakini alishindwa kufunguliwa na alikuwa Yerusalemu. Yesu amefanya miujiza mingi Yerusalemu kuliko alikofanya Nazareti. Yerusalemu pale pale jamaa alishindwa kupona. Bwana asifiwe sana. Perception, namna unavyoangalia mambo. Alikuwa aingie hekaluni, anakaa wapi? Kwenye mlango wa hekalu. Tuko wengi hapa leo. Uko ndio kanisani, lakini uko kama nje ya mlango wa hekalu. Sasa yule jamaa wanasema alipomwona Petro na Yohana, akaenda kwa desturi yake ile ile ya miaka yote, ninaomba nini? Sadaka. Petro akijua huyu jamaa ana zaidi ya sadaka, akasema fedha na dhahabu sisi hatuna, lakini kwa jina la nani? Natamani asubuhi ya leo kwa jina la Yesu usimame uende kwenye changamoto zako. Jina la Bwana lihimidiwe sana. Yule jamaa unajua alikuwa ni mtumishi wa Bwana. Sasa pamoja na kwamba watu wa kawaida walikuwa wanamuona ni kiwete tangu kuzaliwa, alizaliwa akiwa kiwete, Mungu alikuwa anataka kumtumia wakati wa kina Petro na Yohana. Unajua kuna muujiza unaweza ukakutokea wewe, alafu ukitokea ule muujiza ukainua maelfu ya watu wapate kumjua Mungu.